Biblia inasema wakati taifa la Mungu la Israeli linachukuliwa kupelekwa utumwani Babeli, Babeli ilitawala dunia. Wakati taifa la Mungu linachukuliwa na mfalme Nebukadreza, Biblia inasema, ukisoma ile sura ya mwanzo pale, Biblia inasema katika mwaka wa Yohakimu mfalme wa Yuda, mwaka wa 3 wa kutawala kwake, mfalme wa Babeli aliwachukua mateka. Alipowachukua mateka akawapeleka mpaka Babeli. Alipowafikisha Babeli, wale vijana waliokuwa wamechukuliwa walikuwemo wakina Danieli, walikuwemo wakina Meshaki, walikuwemo wakina Shadraka. Walikuwa vijana 4 walichukuliwa wakiwa wadogo sana, wakapelekwa wakakaa katika nchi ya utumwa. Wakati wamekaa, Biblia inasema ndipo ikatengenezwa sanamu, na hili sanamu lilitengenezwa kwa dhahabu. Dhahabu ni kitu ambacho ni cha thamani, maana lilikuwa ni sanamu la thamani. Kwa mfano, dhahabu iliyoko pale jiji yenu ichukuliwe leo, dhahabu ile itengenezwe sanamu. Madini ambayo yanapatikana ya thamani yachukuliwe, yatengenezwe ile sanamu. Na ile sanamu iliyotengenezwa na mfalme Nebukadreza ilikuwa ni sanamu ambayo ilikuwa ni ndefu sana kwenda juu, na mapana yake hata kuisimamisha waliisimamisha watu wengi. Lakini ile sanamu iliagizwa kwa sababu rais ni mtawala na ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo amri atakayokuwa ameagiza hakuna mfanini wa kupinga, akaagiza na sheria ikatungwa. Biblia inasema itakuwa wakati watu watakaposikia sauti ya panda, filimbi, zomari na zeze na santuri, itakuwa watu watakaposikia wataanguka na kuiabudu sanamu. Maana yake nini? Kumsujudia yule sanamu wa Mungu Nebukadreza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, unamwelewa mhubiri? Muulize tena, unamsikia mhubiri? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vijana, Biblia inatueleza hao vijana 4, kwa sababu ni taifa la Mungu, ni watumishi wa Mungu aliye hai, wanajua Mungu aliwaagiza nini kwa habari ya kuabudu masanamu. Bwana aliwazuia, hawakukubali kuitumikia ile sanamu, wakakataa. Ndipo hao watu waliokuwa wamesimamishwa katika wilaya ile, viongozi, wakaenda wakawashtaki kwa mfalme, wakasema, wewe mfalme uliyeagiza watu watakaposikia sauti hizi wainame na kuitumikia ile sanamu, kuisujudia. Kuna watu tumewakamata hawainami. Wakina nani hao? Wakataja na majina. Vijana hawa kabila la Yuda hawataki kuitii sauti yako. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ndipo Nebukadreza akaamuru watupe katika tanuru la moto. Inawezekana iko sanamu ambayo inaabudiwa kwenye familia yako, iko sanamu ambayo inaabudiwa katika ukoo wako, iko sanamu ambayo unaiabudu wewe. Ziko sanamu za aina nyingi. Tukasema wakati fulani, nikazungumza nikasema, kuna ndugu zetu wa mapacha, wale mapacha kabla hawajamwamini Yesu walikuwa wanaabudiwa kwenye familia. Walikuwa wanafanya nini? Kulikuwa kuna vibuyu ambavyo vimetengenezwa, na vile vibuyu vimepakwa rangi fulani inapendeza, na vile vibuyu vikawa vimepigwa shanga, na kila kibuyu kikaandikwa jina, kimoja cha Kurwa, kimoja cha Doi. Wewe ukifika mtu mgeni huwezi ukavielewa, yaani kwa kuvitazama vinafanana. Sasa ile miungu ya Kurwa na Doti ilikuwa inaabudiwa. Walikuwa wanafanyaje? Wanafanya hivi wakati wanakaribia kweli, masika yamekaribia, walikuwa wanachukua Kurwa na Doi, wanawakalisha kwenye viti fulani vya kimiungu, wanawakalisha pale. Wakisha wakalisha, wanachukua mbegu za mahindi, wanachukua mbegu za mchele, wanachukua mbegu za malage, wanachukua mbegu za choroko, wanachukua mbegu za karanga. Wakati wanakaribia kwenda kulima, wakiwa wamewakalisha mahali pale, kila mmoja ameshikilia kibuyu, wanadumbukiza
tunakwambia Kurwa na Doi, miungu ya Kurwa na Doi, tunaomba mtuachie mwaka huu tutakapolima tupate kweli kweli. Bwana sifiwe sana. Wale vijana wakichukia au wasipofurahi ukatumbukiza mbegu Kurwa na Doi, wasipofurahi ukaweka mbegu ukaenda kulima upati, kwa sababu shetani alipoona familia hii inaabudu akaingia akakaa katika wale vijana ili apate kwenda kujitukuza. Na kweli walikuwa, usipowapa kitu chochote ukafurahi, utalima unaamulia hasara, huvuni, hupati vyakula vingi, kwa sababu Kurwa na Doi hawakufurahi. Sasa walichokuwa nakifanya, ikiwa wameweka mbegu Kurwa na Doi wakashindwa kufurahi, wanabidi wawatafutie zawadi ya kwenda kuwafurahisha. Wanawapa zawadi, wakifurahi tu kweli, wakienda kulima wanapata. Bwana asifiwe sana. Na ilikuwa ni marufuku, kama ambavyo aliagiza Nebukadneza, ikiwa kaka yao anaoa au dada yao anaoa, wakienda kwenye harusi, wakati sherehe zinaendelea, huruhusiwi kutoa zawadi kabla ya kumpatia Kurwa na Doi. Wasukuma wanaelewa. Bwana asifiwe sana. Ile miungu ilikuwa inaabudiwa. Kwa hiyo wale watoto hawakuwa wanapigwa, maana wangelipigwa wakikasirika. Kuna vitu kwenye familia haviendi sawa. Bwana asifiwe sana. Walikuwa wanaabudiwa. Hiyo nayo ni ibada ya sanamu iliyokuwa inaabudiwa katika familia, maana waliabudiwa kama Mungu lakini sio Mungu. Shetani aliketi mahali pale ili apate kuweza kujitukuza, na wakawatumia vijana hawa kwa sababu imani ya familia na ukoo ilikuwa katika kuamini. Shetani akakaa ili apate kuweza kujitukuza. Bwana asifiwe sana. Lakini inawezekana kwenye familia yako, unajua na wewe kuna muda fulani ukifika mwezi fulani, huwa mnarudi nyumbani, ndugu wote mnakusanyika kwa ajili ya kufanya matambiko. Bibi alikufa miaka mingi sana, baba alikufa miaka mingi sana, lakini kuna muda ndugu mnarudi, mnasema mwaka huu tutaenda kujengelea kaburi la babu fulani, tutaenda kujengelea kaburi la bibi fulani, tutaenda kujengelea kaburi la mjomba fulani. Mnakusanyika, mkikusanyika mnaandaa na chakula vizuri kabisa kama ambavyo wanaandaa, lakini pale kwenye kaburi la bibi wanapomaliza kujengelea, wengine huwa wanaomba, wanasema bibi, mimi nataka mtoto, bibi, mimi nataka pesa, bibi, mimi nataka magari, mimi nataka mashamba, bibi isikie hitaji langu. Kwa unakuta bibi alishakufa miaka mingi, lakini kaburi lake watu wanaenda wanasujudu pale, wanaliomba. Bwana asifiwe sana. Mungu haketi katikati ya makaburi. Mungu haketi kwenye makaburi. Biblia inasema Mungu ni Mungu alio hai. Haleluya. Mungu ni Mungu alio hai, na wote wanaomtumikia Mungu watamwabudu katika roho na kweli. Maana yake nini? Akifa babu na akifa bibi, muda wao wa kuishi duniani umeisha. Kwa hiyo kama walisaidiwa wakazikwa, msiba ukaitishwa, wakazikwa, wakawekwa kwenye majeneza, wakafukiwa na kujengelewa, imetosha. Kwa hiyo mtu aliyeokoka haruhusiwi kwenda kufanya ibada zile za sanamu. Inawezekana ulishiriki, na ndio maana wachawi wanakutokea usiku wa manane, wanakukaba, na ndio maana mapepo yamekuwa na uhalali kwenye maisha yako. Huzai mtoto kwa sababu kuna sadaka ulizozitoa kwenye makaburi, ukajiungamanisha wewe, ukajifungamanisha na bibi na babu. Wakati mwingine ukilala unamwona bibi anakujilia kwenye ndoto, ni kwa sababu ulienda kuabudu ibada za sanamu. Ibada za sanamu sio sanamu tu lililosimamishwa, ziko sanamu za aina nyingi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Kuna mtu anielewi hapa? Mshtu aliyelala mwambie kama unanielewa punga mkono namna hii. Kama unamuelewa mhubiri punga mkono namna hii. Tupungane mikono hivi. Kwa hiyo unakuta vile vitu vinaabudiwa. Bwana asifiwe sana. Lakini tuje ndani ya kanisa, vitu gani vinaabudiwa leo? Kuna vitu vinaabudiwa vijana, kuna vitu tunaviabudu. Mabinti kuna vitu wanaviabudu. Wamama kuna vitu wanaviabudu. Inawezekana akasema mimi hayo nayajua, mtumishi wa Mungu, ninayajua kwamba kuabudu makaburi ya mabibi na mababu ni makosa.
ninayajua hayo. Ninajua kwenda kufanya ibada za matambiko ni makosa, ninalijua hilo, lakini iko ibada. Kitu chochote kikichukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, inawezekana mama uko mahali hapa, lakini mbele tayari alishakuwa ni Mungu wako. Kuna wakati ukienda saluni, ibada inaendelea, umekaa unasukwa, unasahau hata muda wa ibada. Jumapili ibada pengine inaanza saa 2 kamili, inaanza saa 3 kamili, lakini kwa sababu ya ile nywele unayosuka tayari amekuwa Mungu wako. Hufiki ibadani kwa wakati, ni sanamu ambayo unaiabudu. Bwana sifiwe sana. Inawezekana kuna kijana yuko mahali hapa, ni mfuatiliaji wa mpira, asijui fuatilia, lakini kwenye mpira inawezekana mpira umechukua nafasi ya kwanza. Simba na Yanga wakiwa wanacheza siku ya Jumapili, Simba na Yanga wanacheza. Wakati wanacheza Simba na Yanga, kuna ibada inaendelea. Inawezekana ndio Mungu wako huyo, huendi ibadani kwa sababu kuna Simba na Yanga. Bwana sifiwe sana. Hiyo tayari imekuwa ni ibada ya nini? Ni ibada ya sanamu. Inawezekana mume wako amekuwa ni ibada, amekuwa ni sanamu ambalo unamwabudu. Leo sitaki nikuone umeenda kanisani. Ukienda kanisani utanitambua mimi hapa, usikanyage hapa. Bwana sifiwe sana. Unajua, niseme kitu kimoja. Kuna mama wako mahali hapa wamepewa uhuru wa kuabudu na waume zao, lakini wanauchezea ule uhuru wa kuabudu. Wakati tuko visiwani tunahubiri Injili, mama moja akasema, namshukuru Mungu kupitia mkutano huu, nilikuwa nahitaji, nilimwomba Mungu amenitendea. Akasema, kabla sijafanya mkutano huu, mikutano mingine yote iliyokuwa ikifanyika tulikuwa tukihudhuria kwenye mkutano au nikihudhuria, lakini nikihudhuria kwenye mkutano, nikirudi nyumbani mume wangu na mkuta amelala, ninalala nje usiku kucha, hakuna kulala ndani kwa sababu amezuiliwa kwenda kanisani. Akasema kuna wakati ninaweza nikapigwa ngumi, kuna wakati anaweza kanifanyia kitu fulani chochote, lakini yule mama anasema, ninamshukuru Mungu wangu ambaye amenisaidia leo hii, hata nikija kwenye mkutano, nikirudi nyumbani kwangu amani ipo, ninaenda ninalala ndani na mume wangu hanipigi tena kama zamani. Lakini zamani alizuiliwa kufanya nini? Kufanya ibada. Sasa ukizuiliwa kufanya ibada na ukaacha kufanya ibada, manake huyo aliyekuzuia tayari imekuwa ibada yako ya sanamu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Imekuwa ni ibada yako ya sanamu ambayo unaiabudu. Kuna wakati mwingine kijana anaweza akaingia mahusiano na kidemu fulani, si ndio? Wanaita demu au hani au husband, si ndio? Anaingia mahusiano na hapo, akiingia nako mahusiano alikuwa ni mtu wa kuwahi ibadani. Kabla tu alipoingia mahusiano na mtu fulani, sio tena wa kuwahi ibada. Wakati mwingine analala amechelewa, anachati mpaka simu inasema, jameni, ninaomba sasa unipumzishe. Yaani simu anachati simu mpaka inamaliza moto, inaanza kuandika low battery, inaomba tafadhali chaji. Bwana asifiwe sana. Tafadhali nitaji, kachati mpaka kachoka. Hiyo tayari ni ibada yako. Kama mtu anaweza kuchati masaa 4 alafu hata kuomba lisali moja ameshindwa, kuwahi ibadani huwa hawezi, tayari imekuwa ni ibada yake ya sanamu. Maana yake ni kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, hiyo ni ibada yako ya sanamu.